So nitazungumza hapa na ndugu yangu, atajiintroduce na atatuambia anatokea wapi, lakini in short ni kwamba hapa tuko Poland. Kama mnavyoona hizi nyumba ni za hapa Poland, katika moja kati ya kijiji. Mambo vipi? Mambo poa. Okay, kwa kwanza kabisa ungejiintroduce, unaitwa nani, umetokea wapi, na kwa sasa hapa tuko wapi? Okay, kwa majina najulikana kama Askari Mdogo. Natokea Kenya. Upande wa western part of Kenya. Okay. Ndio huyu sasa tumefika Poland. Nikapatana na wewe mtoto kutoka Tanzania. Clark. Acha ni show kwanza flag. Clark. Yeah, so kutokea Kenya mpaka Poland. Hapa ulikuja kwa namna gani? Ulikuja na visa ya namna gani? Nilikuja na visa ya work visa. Okay, mwaka gani hiyo? 2023 October. 2023. Sasa hivi una miaka kama inaenda 3 sasa. Yeah. 3 years. Okay. Sasa leo point yetu kubwa hapa tutazungumzia kuhusiana na hii ni gari yako kwanza, si ndio? So hiki ndio kitu ambacho tunazungumzia leo, kwa sababu watu wengi especially truck drivers wananiulizaga kwamba mambo ya driving license yanakuaje na nini. So specifically tutazungumzia kuhusu watu wanaotokea Kenya, kwa sababu mimi nakuaga na fan base ya watu wa Kenya, Kongo, Tanzania na sehemu nyinginezo. Kuhusu Tanzania, mambo ya driving license hii sidhani kama itawahusu sana, kwa sababu utaratibu unakuaga tofauti. Sasa wewe ulifika mwaka 2023 hapa Poland. Ulikuwa na driving license ya Kenya. Na ulipofika ulichukua hatua zipi mpaka kuanza kudrive hapa Poland? Ulibadili license ama utaratibu unakuaje? Okay. Ukifika Poland, bora kuna license niko valid ya Kenya, sijui Tanzania, but I think pia Tanzania. Bora license iko valid, unakubaliwa kudrive. Okay. Lakini pia ukitaka kubadilisha unaweza badilisha. Means unataka kujua venye mtu anataka kubadilisha venye wewe ukubadilisha. Okay, nataka kujua sasa utaratibu wa kubadilisha license itoke kuwa ya nchi ya yoyote ile ya Afrika ili iwe ya EU, kwa sababu ikiwa ya Poland inakuwa ya EU. Okay. Hivi ngoja, ikiwa ya Poland inakuwa ya EU? Okay. Ukitaka kubadilisha license huku Poland rahisi tu. Kitu ya kwanza lazima kwanza ukuwe na kuna barua fulani ya kuhakikisha your license is valid, na hii barua unaweza pata kwa embassy ya Tanzania ama Kenya. Wanakuandikia barua, wanaonyesha your license is valid, sababu embassy ni kama representative ya government huko. So wataenda kwa system, waangalie system. Kama Kenya tunatumia NTSA system ya kuonyesha kama license iko valid, wataangalia. Ukiona license yako iko valid, watakuandikia barua wakupea kuonyesha hiyo license iko valid. Sasa wewe utaenda utranslate the license. So obviously Kenya wataandika kwa Kiingereza. Utranslate to Polish language. Alafu kuwe na TRC, lazima kuwe na TRC. Temporary residence card. Temporary residence card ama valid visa, ama visa bado haija expire. Okay. Ama valid visa. Kitu kingine utaenda ufanye medical, eyes, angalia macho yako iko poa. Uko na uko healthy ku drive. Unaangalia medical ya eyes na diabetes mostly. Okay. Utafanya huku, nalipia clinics ziko, unaenda unafanya medical. How much? 280 zloty. Sio ghali, ni kama kwa Tanzania 280 ni kama 200,000 fulani hapa. Medical. Sasa hizo zote plus alafu una passport yako. TRC. Hiyo barua umetranslate. Medical. Unazipeleka kwa institution ya huku Poland ya mambo ya driving. Unapeleka. Alafu wanakupea 10 days. Hizo 10 days ni wana communicate na embassy
kumake sure ni ukweli hiyo barua imetoka kwao na ni ukweli hiyo license iko valid. Embassy ukiwapea genuine, wakiwaambia ni sawa, basi watakuita, watakupea, watakutumia message ukwambia kuja collect nini yako, your driving license. Okay, na gharama hapo inaweza ikawa how much kuanzia mwanzo mpaka mwisho process? I think alafu utalipia, okay, kule utalipia shilingi 160 zloty. Huh? 160 zloty only. 100? Yeah. Like zloty 160. Unapewa license. It's so cheap. Ni rahisi tu. Nimesahau pia na kando na hiyo nafukwe na barua ya nini where you stay. Inaitwa? Nani? Rental agreement au nini? House contract. House contract. Kuna kumaanisha una place unakaa, sio kwa sababu zinaonyesha your address. Yeah. Your residential place, yeah. Sasa nimesikia Brian alisema hapa kwamba sasa hivi wanahitaji eti na barua ya mwajiri. Mambo ya ajira sijui, I don't know. Kweli? I'm not sure about that. No, haiendi paka hapo. The most important thing ni hiyo barua ya nini? Na ukwe valid huko. Okay. Hizo tu. Haya, sasa tukizungumzia wewe gari yako, umenunua how much kwanza? Gari ni mzee, wewe si hata ni mzee bana. Sasa huku mambo na pesa kununua gari inamaanisha unataka gari gani? Kwa sababu wewe umeamua kutaka usafiri. Mtu anataka gari ya automatic, gari mzuri. Obviously itakuwa expensive. Unacheki. So it is your choice. Kuna gari mzee, kuna gari cheaper. So mambo na gharama ya gari it's your choice. Kuna cheap and expensive. Sasa mimi nataka mtu ajue kwamba akija huku akiwa na kiasi fulani anaweza akaendesha gari. Yaani kile kiwango cha chini kabisa mtu anaweza akapata gari. Ni kiwango gani? Ni kiasi gani cha fedha? Huku kuna okay, tena something very important hapa ni kuna mtu labda anataka kurudi zake, amechoka, anaondoka Poland, anaweza kuuzia gari na straw price hata 2500, ambapo kibongo friend alibai gari mzuri sababu huyu jamaa alikuwa anaondoka zake, anataka anarudi, akamshia gari mzuri 2400. Hiyo 2400 ni zloty. Yeah. Inamaanisha mambo na gharama ya gari hii hata isikupewa wasiwasi. Ni kama 2,000,000 labda hapo. Lakini hii hapa nilichukua hii hapa nilichukua kitambo, hiyo wakati ilikuwa bado mpya. Ilikuwa strong, nimeichapisha, nimeivuruga sana. Yeah. Ilikuwa 4,000 na pesa kadhaa hapo. 4,000 zloty. Nataka niwa calculate watu wangu wa Tanzania. Na kwa napenda au kufanywa calculation. Zloty 4,500. Zote 1,000 ni sawa na 700,000. Zote 2,100 na 400,000, zote 4,000 ni 2,200,000 na 800,000. Ukiongeza na hiyo 500 hapo ni kama 300,000 labda na 200,000 fulani. So hii gari amenunua 300,000 na 200,000 fulani kitambo. Ilikuwa mpya. So nikikuja tu yani mshahara wangu ya pili sababu transportation. So wewe mshahara wako wa pili tu ukachukua ndinga. Hapo najua nimekosea, watu watafurahia, lakini it is what it is. Umekosea wapi bwana? Unajua no. Gari ni muhimu kwa sababu mimi mwenyewe nimekaa huku najua. Unaona inavyokurahisishia mambo ya kwenda kazini wakati sisi wengine tunahangaika kusubiri mabasi ya kazini. Wewe unaamka uko zako kazini. So alafu pia sio gari. Iko cheap. Si ni mshahara wako wa mwezi mmoja huo, tena si wote. Si mshahara wako wa mwezi mmoja. Haumalizi mshahara wako wa mwezi mmoja kwa kununua gari. Unaona? Okay. So swali lingine nitaka niulize kuhusu maintenance ya hii gari kwa mwezi mmoja. Hii gari pekee yake inaweza ikakukula kiasi gani? Hakuna, bora tunapeleka gari taratibu vizuri. There's no maintenance. Labda tu kuongeza oil. Na oil huko rahisi. How much? 1 liter. 1 liter napata kuna 35 zloty. Okay. Rahisi sana, ongeza mafuta, kuongeza diesel. Na kufuel gari basi tu. Na services maybe sometimes. Service unless mwenyewe umeleka gari vibaya, lakini mimi sijawahi fanya service until wakati naenda
kufanya inspection. The inspection inafanya once in a year. Okay. Once in a year sasa ndio wanaangalia gari iko poa, wanaangalia kila kitu. Okay. Kama iko na shida lazima uende urekebishe. Ndio kupe hiyo stamp. Okay. Your car is good. Alafu kitu kingine ni insurance. Insurance pia unachukua ina per year. Na kuna different type of insurance. Kuna zingine cheap. But the cheapest now in the market size ni 1400. Okay. Per year. 1400 hiyo zloti. Ambayo ni kama milioni 1 ya Tanzania. Yeah. Kwa mwaka mzima. Yep. So kwa hivyo maintenance ya gari ni hiyo. Okay. Lakini sasa kama unataka gari yako ikuwe in good shape, unapata watu kila mwisho wa mwezi anapeleka kwa garage waangalie. Unacheki ndio sasa in case utafikia hiyo wakati wa inspection hakuna kitu itakuwa imeharibika kabisa. Kuangalia gari iko poa, unapigwa stamp, you're good to go. Na wewe kwa mwezi unaweza ukatumia fuel ya how much? Mimi natumia kwa sababu kama sijasafiri kwenda huko mjini natumia 250. Inatosha mwezi mzima. Good. Na driving license yako ni type gani? Hapo sasa ndio mambo yote. Mimi yangu ni kila kitu. Paka CE. Iko CE. Paka ya truck. Gari so dogo kuanzia kila kitu paka truck. Wewe unaweza kaendesha truck drive, ukawa truck driver. Hata hii gari maana kitu ilifanya ninunue hii gari sana sababu ya Kenya tuna drive on right side. I mean left side. Hii iko on the other side. Sasa nilikuwa nataka nipate experience ya hata hii styling iko huko. Ya gari ndogo na barabara za huku ni progress pole pole. My aim ni kuingia tracking. Very good. Utakuwa tajiri soon. Bonge la boss. Sasa nishapata hiyo experience ya kudrive on right side. Tayari. Okay. Nini kingine kimebaki sasa? Ile kitu imebaki ni TRC. Nataka TRC 3 years. Okay. Nimepata TRC fupi. Hairuhusu nianze hizo process. Okay. Basi nikishapata TRC 3 years nenda nafanya kuna code 95, kuna exam ya tracking code 95. Nalipia unafanya tena exam. Ni rahisi tu. Kwa ili wewe upate license ya truck unataka ufanye exam. Kuna taco card, yani ndio permit ya kwamba you are qualified kupeleka truck. Wow. Hiyo ni kwa all Africans? Kila mtu, hata mzungu, kila mtu lazima kuwe na code 95. Code 95. Mwenye anatazama zaidi anazaenda ku Google code 95 atajua, itamuelezea kila kitu. Okay. Basi sawa. Nini kingine hapo tumesahau hapo? Maana ni kama umejibu everything about driving license, especially kwa watu wa Kenya, kwa sababu watu wa Tanzania story iko different, kwa sababu kuna rafiki yangu amechukua driving license yake na mpaka sasa hivi ameiweka, hawezi kufanya nayo chochote. Nadhani kuna kitu anatakiwa afanye na anasema kwamba utaratibu ni mgumu sijui, so maybe there is something, na nilisikia ni kama unatakiwa kurudia test or something. Sidhani, yeye muoga tu, achukua gari. Hajafanya utafiti vizuri vipi? Tu ni muoga, urongo. Niko na Mtanzania kijana, ule kijana. Huyu nani? Anaendesha. Alafu kweli itabidi niongee naye na yeye yule. Tanzania yako na gari. Alikuwa na gari ameuza. Hebu ongea na yeye. Nitaongea na yeye ili atuambie utaratibu wa kwa Mtanzania kubadilisha driving license. I think it's same. Tanzania Kenya nafikiria ni same, lakini kuna Mtanzania alikuwa na gari aliuza, utamuuliza. Okay. Ujue kama ni different. Okay. Kwa sababu tayari alishapata driving license na maana anajua hizo taratibu. Kwa hiyo sasa hivi wewe unatumia license ya Kenya na haina shida. Yaani unaweza kutumia hapa muda wowote as long as iko valid. Mara ngapi mwasimamishwa na polisi wananitisha driving license, registration na waonyesha. Wanaangalia tu wananiambia sawa. Okay. I see. Mimi sikuwahi kujua kwamba unaweza ukaendesha hapa Ulaya na driving license ya Afrika. I thought una limitation ya time maybe 6 months. Basi hata mimi hiyo vitu zilikuwa sana. Lakini bora tu license yako isiwe expire. Okay. Expire ndio bana. Sasa ya kwako iko na muda mrefu ya? Ina expire 2028. Wow. Uko na muda bado wa kufanya vitu vingi hapa. Basi sawa, mimi nashukuru sana, lakini swali la mwisho, unadhani kuwa na gari hapa Europe ni expensive life
Yani inaweza kukufanya maisha yako ikakufanya wewe kutumia sana hela ukiwa na gari hapa Europe, kwa sababu hii nayo imekuwa ni rumor, watu waga wanasema hivyo kwamba gari bana, bora nitumie train, kuna matram, gari ni gharama ku maintain. Hii kwako inagaje? Ni choice yako, unacheki. Kama unaona distance ni ndefu, mimi na consider kwenda na train. Okay. Hakuna haja ya gari. Gari ni ile ya kwenda kazi, kurudi, ama kuna haraka na train, labda train unajua zingine ndani sana. Yeah. Sasa ama safari za mbali. Like hii town yetu huko, hii size yenye tuko size, unaona hakuna mataksi. Yeah, huko nako jamani. Lakini kuna gari rahisi. Hivi kwa nini na wewe usifanye taksi sasa? Ukitoka kazini unakuwa taksi. Utapata wateja. Maana utakuwa the only one taxi driver. Labda kwenye Uber. Mara mingi sana napata hela, mtu ananiita kuja nichukue ifanye nipeleke kuja. That's nice. Yeah. By the way guys, sisi huku tunaishi kijijini, so masuala ya Uber na nini ni changamoto kidogo. That's why. So napata clients wengi sana, mtu anakuambia kuja nichukue nini. Taxi sakia ziko kwa wingi huko. Yeah. Ka town tunasikia. Ni kadogo sana, kana watu 20,000 tu, nimefanya research. So tuko pembeni. Kuna gari, mambo sheba, mambo poa. I see. Basi sawa, neno moja kwa Wakenya, wa Tanzania, wa Afrika. Afrika, Kenya, mimi nawatakia kila la heri. Unawaambiaje kuhusu kuja kufanya kazi Poland? Waje. Is it worth it? Ukitaka kuja huku usikuje tu ubakie tu pale. Kuwa na mawazo ya kuendelea kufanya kitu kingine. Na kabla hujakuja huku, mimi ningetaka kuwaambia mkuje mtafanye skills, kuja na skills. Kuja na kazi ya hizi skills zenye mnadharau hizi, welding, plumbing, electricians ndio zina pay sana kuliko kitu kingine. Lakini kuja huku wewe ni ambia tu enda fanya hii unaishia hapo. But wewe kama uko na skills, driving, welding, unacheki electricians, plumber, hao wanapata pesa mingi sana. Okay. Unapata mtu welding analipwa zloty 40 per hour. Wewe mwenye una skills wa kuenda 24. Unalipwa 24. Na huyu jamaa afanya welding tu, kazi rahisi, 8 hours arudi nyumbani. Okay. So watu wakitaka kuja huko kuwe na skills. Tupe nani skills nyingine, tupe idea skills nyingine ambazo zinalipa hapa Poland. Mara mingi ni hizi mambo za mkono tu. Za mafundi, kwa ufundi. Ufundi artisan. Okay. Nadhani hata ufundi cherehani I think. Hata kuliko IT sijini. IT huko sasa language bar. Yeah. Ufundi tu. Ususi. Napata mtu wa tracking analipa euro 3,000 euros. Hapa Poland. So it pays. Una work less hours. Lakini hizi ukikuja tu umejileta tu mtu wa mkono tu, una work 12 hours, unalipwa less. So watu wakitaka kuja huku, kuja na hizi artisanal skills ni muhimu sana. Sasa hawa wanaofanya hizo kazi za driving, swala la lugha halina shida kwa hapa Poland? Qualification ya kwanza lazima Kiingereza. Kiingereza haina shida. Hiyo tu ndio wanataka. Acha bwana. Hawahitaji Polish? Hapana. Okay. Kiingereza. Okay. Juu unaenda nchi tofauti na most countries huku lazima ujue Kizungu. Okay. Unaenda Netherlands, Denmark. Yani kama unaendesha truck hapa Poland kwenye kampuni hapa Poland, that means utakuwa unazunguka katika hizo nchi za Schengen hapa. Yeah. Okay. Na lazima uwe na TRC sasa ili kufanya hizo kazi. Lazima valid visa ama TRC. Okay. Basi sawa, mimi nashukuru sana na nikutakia tu wakati mwema. Bye.